Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Bwana apewe sifa. Neno kutoka kwenye maandiko matakatifu siku hii ya leo, tutaenda na ujumbe ambao unasema uhalisia wa kifalme wa Mungu tunayemtumikia, wa Bwana wetu Yesu Kristo. Siku zote ni mapenzi yake na si vinginevyo. Mapenzi ya mwanadamu huwa yapo, mapenzi ya adui mwovu shetani huwa yapo, lakini kuna mapenzi ya Mungu aliyeumba mbingu na nchi, na kwa uhalisia wake wa kifalme mapenzi yake ndiyo lazima yatimizwe na si vinginevyo. Na Mungu ambaye tunamtumikia, wa Bwana wetu Yesu Kristo, mapenzi yake huwa yana ukamilifu ndani yake. Hiyo ndiyo sifa kubwa ya mapenzi ya Mungu, yana ukamilifu, hayana upungufu wowote. Kwa hiyo kwenye mapenzi yake kuna usalama, kwenye mapenzi yake kuna usalama. Sasa kuna nyakati tofauti kwenye maandiko matakatifu tunaona watu ambao walitaka kumshawishi Mungu aenende kwenye mapenzi yao na sio mapenzi yake Mungu. Kwa mfano ukimwangalia Hezekia, Mungu alituma neno lake kupitia kinywa cha nabii Isaya kumwambia Hezekia kwamba aeke sawa mambo ya nyumba yake, aeke sawa mambo ya nyumba yake, kwa sababu muda wa yeye kuondoka ulikuwa umefika. Na Hezekia akapaza sauti kuzungumza na Mungu. Alikuwa anaanza kumconvince Mungu, anaanza kumshawishi Mungu kwamba Mungu aingie kwenye mapenzi yake yeye Hezekia, na Mungu alikubaliana na Hezekia. Lakini tunaona baada ya Mungu kuwa kumwongezea miaka ya kuishi, Hezekia hakufanya vizuri kwenye ile miaka. Alipata changamoto. Kuna vitu ambavyo hakutakiwa kumwonyesha adui au kuonyesha mataifa fulani, aliwaonyesha vile vitu, na ikawa ni tego kwa wana wa Israeli, ambayo hilo jambo lisingetokea kama Hezekia angewahi kuondoka kwenye ulimwengu huu sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Lakini vile vile wana wa Israeli walijitakia mfalme. Mungu ndio aliyokuwa akiwaongoza na kuwasimamia wana wa Israeli, lakini kupitia nabii Samueli, wana wa Israeli walimtaka Mungu kwamba wawe na mfalme, na Mungu hakuwakatalia, lakini hayakuwa mapenzi yake. Ndipo alipowapa Sauli. Tunajua kilichomkuta Sauli, lakini tunajua yaliyowakuta wana wa Israeli wakiwa chini ya Sauli. Kwa hiyo ukiwa unaanza kumshawishi Mungu aenende kwenye mapenzi yako, ujue kabisa kwamba mwisho wake hautakuwa mzuri. Mungu anaweza akakubaliana na wewe kuenenda kwenye mapenzi yako, lakini ukawa ukijua kabisa kwamba mapenzi yako hayana utimilifu. Kuna utimilifu fulani unakosekana, kuna ukamilifu fulani unakosekana. Kwa hiyo basi kuna namna fulani atakuletea shida. Kwa hiyo kitu pekee ambacho ni salama ni wewe kuyajua mapenzi ya Mungu ni yapi kwenye maisha yako na kuenenda kwenye haya. Kwa sababu gani? Kwa sababu yana utimilifu, yana ukamilifu, yana perfection fulani. Kwa namna ya kibinadamu tunaweza tukaona kabisa kwamba mbona hayaendeki, mbona hayatimiliziki, mbona ni magumu, mbona hayatupi amani na furaha, lakini mwisho wake huwa ni uzuri. Tukisoma kwenye kile kitabu cha Luka, Injili ya Luka mstari wa 22, sura 22 mstari wa 41 mpaka 43, anasema mwenyewe akajitenga nao kama kiasi cha kutupa jiwe, akapiga magoti akaomba akisema, Baba, ikiwa ni mapenzi yako uniondolee kikombe hiki, walakini si mapenzi yangu bali yako yatendeke. Malaika kutoka mbinguni akamtokea akamtia nguvu. Yesu anaomba kikombe aondolewe, kile kikombe kiondoke, lakini anasema kiondoke tu kama ni mapenzi yako, lakini nje ya mapenzi yako hapana. Kwa sababu anajua nje ya mapenzi ya Mungu kuna uangamifu. Kwa hiyo kikombe hakikuondolewa
kikombe hakikuondolewa, lakini Mungu alimtia nguvu kupitia malaika wake. Mungu alimtia nguvu kupitia malaika wake. Kuna nyakati fulani ambavyo mwanadamu anaweza akaanza kumwomba Mungu kwamba Mungu, ninaomba utimize mapenzi haya ambayo sio yake Mungu, na Mungu kwa sababu yale mapenzi sio yake akakataa asienende na mwanadamu. Lakini kuna wakati mwingine anakuruhusu unaendelea. Hii tumeiona kwa Yona. Yona aliambiwa aende akahubiri Ninawi ili ule mji uweze kuokolewa, lakini Yona alienenda sehemu aliyokuwa anataka. Mungu alimrudi Yona na akamrudisha kwenye mapenzi yake, lakini angemwacha aenende kama anavyotaka, mwisho wake Yona usingekuwa mwisho mzuri. Vile vile Yeremia, kuna wakati aliwaza hivyo. Ukisoma kwenye Yeremia 20:9 anasema, nami nikisema sitamtaja wala sitasema tena kwa jina lake, basi ndipo moyoni mwangu kumekuwamo kama moto wakao uliofungwa ndani ya mifupa yangu, nami nimechoka kwa kustahimili wala siwezi kujizuia. Kwa nini aseme moyoni kwamba sitamtaja? Kwa sababu kuna namna fulani yuko kwenye situation ambayo pengine hapendi kuwa kwenye situation ya namna hiyo, lakini mwisho wa siku kuna kitu fulani ambacho Mungu anafanya ambacho kinamsababisha au kinamwezesha na kumsaidia Yeremia kuendelea kufanya kile ambacho Mungu anataka akifanye. Hapa nilishawahi kutoa mfano huko siku za nyuma, nikasema kwamba kuna mtumishi mmoja ambaye ni mhubiri. Yeye alikuwa haamini kwenye visaidizi vya imani kama kutumia maji na vitu vingine kama hivyo, lakini siku hiyo alikuwa anahubiri na pembeni yake kulikuwa na chupa ya maji ya kunywa. Kipindi anahubiri kulikuwa na mgonjwa alikuwa hawezi kutembea, yuko kwenye wheelchair. Mungu akazungumza naye akamwambia, chukua hayo maji mnyunyuzie kwenye miguu. Yule ndugu akakataa kwa sababu alishahubiri sana kinyume na visaidizi vya imani, na siku zote akiwa anamkatalia Mungu kwenye jambo fulani, mara nyingi Mungu huwa anamwekea hali fulani ya kutetemeka kwenye mwili mzima. Kwa hiyo alianza kutetemeka akiwa kwenye mimbari, na hiyo hali ilivyokuwa inazidi, akaamua achukue yale maji na kumwagia au kumnyunyuzia yule mtu kwenye miguu, na yule mtu akainuka. Kwa nini sasa? Kwa sababu huyu mtu alikuwa anaenda kinyume na mapenzi ya Mungu, alafu Mungu akamsaidia kwa hicho kilichotokea. Kama kwa Yeremia hapa alikuwa anasema kwamba hata sema tena kwa jina la Mungu, lakini kwa kadri alivyokuwa ana resist, kwa kadri alivyokuwa anakataa kuenenda kinyume, kuenenda sawasawa na mapenzi ya Mungu, ndipo kumekuwamo moyoni mwake kama kuwaka kwa moto. Bwana Yesu asifiwe, Bwana apewe sifa. Daudi alitamka kauli kama hiyo. Ukisoma kwenye Zaburi ya 139 ule mstari wa 7 na 8 anasema, niende wapi nijiepushe na roho yako? Niende wapi niukimbie uso wako? Kama ningepanda mbinguni, wewe uko; ningefanya kuzimu kitanda changu, wewe uko. Kwa nini anawaza anavyowaza? Kwa nini anasema anachosema? Kwa sababu kuna mawazo fulani hivi kwamba nikae kwenye maeneo gani ili Mungu asinifikie, nikae kwenye maeneo gani ili Mungu asinifikie. Anawaza kujificha, anasema nikienda mbinguni. Siku zote huwa ni mapenzi yake. Yona alikuwa anakimbia lakini hakuweza. Kuna watu ambao wanafikiri kwamba kuhubiri Injili, yani Mungu akikwambia nimekuita kama mtume, nimekuita kama nabii, nimekuita kama mwinjilisti au mwalimu, wanafikiri kwamba ni kitu cha hiari, kwamba Mungu anawaomba wakamtumikie. Lakini kwa uhalisia wa kifalme wa Mungu aliyeumba mbingu na nchi, siku zote kusudi la Mungu kwenye maisha yako huwa ni amri wewe kulitumikia, sio ombi. Na hii tunaiona kwenye Wakorintho wa kwanza ule sura ya 9 mstari wa 16.
Huyu ni Paulo anazungumza, anasema, maana ijapokuwa naihubiri Injili sina la kujisifia, maana nimewekewa sharti, tena ole wangu nisipoihubiri Injili. Tafsiri ya Kiingereza ya good news, habari njema, inasema hivi: I have no right to boast just because I preach the gospel. After all, I am under orders to do so. And how terrible it would be for me if I did not preach the gospel. Wito wa Mungu kwa mtu huwa sio ombi, ni amri, na ni lazima mtu atekeleze hayo mapenzi. Sasa Mungu hawezi kuja kukulazimisha kwamba akufanyie kwamba akupige fimbo au akusukume au akufanyie vitu kama hivyo. Hapana. Yeye anachokifanya ni kwamba ukialign na wito huo na kusudi lake, anakuwa pamoja na wewe. Ukienda kinyume na kusudi lake, anakuacha. Kwa hiyo ukikutana na nguvu za giza, upambane unavyojua wewe. Ukikutana na upinzani, upambane unavyojua yeye, kwa sababu yeye hayupo, haweki mkono kile ambacho unakifanya. Shalom, watu wa Mungu. Mungu atubariki na kututunza. Amen.